الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusia nyinyi pamoja na kujihusia nafsi yangu kumogopa Mwenyezi Mungu, kwani kumogopa Mwenyezi Mungu ndiyo njia pekee yenye kumfanya mwanadamu aweze kuingia kwenye nyumba ya amani, nayo ni pepo. Khutba yetu ya leo tutakumbushana fadhila za mwezi huu wa Shaabani, kwa sababu mwezi wa Shaabani Waislamu hughafilika sana na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wana kaida mwezi wa Rajabu, kwa daraja yake mwezi wa Rajabu na utukufu wa mwezi wa Rajabu, basi Waislamu hung'ang'ana kufa kupona kufanya amali njema za kuwakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Shaabani inapoingia, Waislamu hughafilika, kila mmoja anakwenda mbio kukamilisha kazi zake za kidunia akijiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ni kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa tumechagua hutuba hii kwa siku ya leo. Sababu ya kwanza ni at-tadhkir bi fadli al-amali salih fi hadha ash-shahr, tuweze kukumbushana fadhila za amali njema katika mwezi huu. Moja katika fadhila za mwezi wa Shaabani ni kwamba mwezi wa Shaabani ni khitam a'malu sana, huwa ndio mwisho wa kufunga amali za mwaka, haithu turfa'u fihi ila Allah ta'ala. Mwezi wa Shaabani amali zote za mwaka ndio hupandishwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Waislamu wanatakikana mwezi wa Shaabani wajidhatiti sana, wajilazimishe sana kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili amali zetu za mwaka zikienda kwa Allah, iwe sisi tuko mstari wa mbele kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Pili ni kwamba mwezi huu wa Shaabani tuweze kubainishana, kila mmoja ambainishie mwenzake siri ya umuhimu katika mwezi huu wa Ramadhani, na kila mmoja awe na hali ya tahadhari, asighafilike katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Shaabani. Sababu ya tatu
ya leo kukuchagua maudhui haya ni kubainisha hali aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu mwezi wa Shaabani, lengo na shabaha liliktidai bihi, na sisi wafuasi wake Mtume, sisi ummati Muhammad tuweze kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuwa katika mwezi wa Shaabani, na sisi tuwe kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile wakati ukitukundukia, tuweze kukumbushana pia umuhimu wa amali za sunna, umuhimu wa amali zinazopendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu wazifanye katika mwezi huu wa Shaabani. Vile vile tuweze kuwafuata salafuna salih, wale waja wema wetu waliotutangulia walikuwa wakifanya nini, na sisi tuweze kuwaiga, lengo na shabaha tuweze kuyafikia malipo makubwa na thawabu kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kutupenda kwake akatuwekea sisi katika kila sababu ya sisi kujiandaa ili tuweze kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuweze kupata radhi zake. Tusemeni alhamdulillah kwa neema hii tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutuumba na kutuwekea faradhi na kadhaa na kadhaa, kisha Mungu akatuwekea na sababu tofauti tofauti, ili tukiwa na sababu hizo tuweze kufaulu kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lengo tuweze kutukua zawadi kwenda nazo kwa Mungu, zile za kheri na amali njema ambazo zitaweza kutusaidia siku ya Kiyama, tuweze kuwa karibu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akatuwekea sababu ya sisi kupata daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, inna li rabbikum azza wa jalla fi ayami dahrikum nafahatun. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ziko kwa Mola wenu katika zile siku ambazo mwaishi katika hizi zama baraka nyingi sana. Allah ametuwekea baraka nyingi sana katika hizi siku ambazo kwamba sisi tunaishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam basi akatuambia musikose kuingia katika baraka hizo. Kwa sababu gani? Mtume asema, mmoja wenu laiti atapata baraka moja tu katika hizo baraka ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, la yashqa ba'daha abada, mtu huyo hatakuwa mbaya milele. Na moja katika sababu sisi kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala ni kila mmoja katika sisi kujikurubisha kwa Mungu katika huu mwezi wa Shaabani, akijiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Shaabani ni msimu mkubwa sana, au kwa lugha yetu ya mitaani, Shaabani ni season kubwa sana, seasoni yenye kufaulu, season yenye manufaa mengi. Lakini maajabu, sisi seasoni zetu huangalia Disemba na Januari na Februari. Kwa nini? Kuna ngozi nyeupe nyingi katika nchi yetu ya Kenya. Kila mmoja hataki kubakia nyuma katika hii mwezi wa Disemba na Januari na Februari. Lakini hizi za dunia, kesho utaondoka, utakwenda kaburini peke yako. Lakini tuna seasoni zetu tuliwekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tushughulike nazo, zenye kujufaa kaburini, hapa duniani kabla hatujafa, na siku ya Kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja katika seasoni hizo ni huu mwezi wa Shaabani ambao kwamba ni shahrul Qur'an, ni mwezi ambao Waislamu wanatakikana waisome sana Qur'ani. Shaabani ni mwezi ambao wa kuinuliwa zile amali zetu kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shaabani ni shahrul isti'dadi li Ramadhan. Shaabani ndio mwezi wa Waislamu kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani,
ambao uko mbele yetu. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala akitukua roho zetu, basi tupate husnul khatima, na ikiwa takuwa tuko hai, basi Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie tuweze kufunga mwezi wa Ramadhani na tupate yale matunda ambayo yako ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Shaabani lazima tutaamali sana, tuzingatie sana Mtume alikuwa vipi katika mwezi wa Shaabani. Lengo na shabaha ili tumuige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Waislamu, laiti tutakwenda kuweka fikra zetu chini, kutaamali hali aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutapata ya kwamba yafaa sisi tuwe na hima kubwa sana ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Shaabani. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Ahmad wa Nasai an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid yasema, siku moja qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, e Mtume wa Mungu, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Ramadhan. E Mtume wa Mungu, mimi katika hii miezi yote sikuoni wewe kufunga sana kama unavyofunga katika mwezi wa Shaabani. Hebu ya Rasulullah, nipe siri, kuna nini hapa? Hii miezi yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika hii miezi yote wewe wafunga Jumatatu, Alhamisi na kadhaa ayamu albid, lakini katika mwezi wa Shaabani ya Rasulullah, mimi nakuona wewe wafunga sana. Nipe siri ya urembo iliyo katika jambo kama hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Usama bin Zaid, nafunga sana katika mwezi wa Shaabani kwa sababu Shaabani ni mwezi ambao watu hughafilika sana baina Rajabu wa Ramadhani, kati ya Rajabu na Ramadhani. Kama nilivyosema nyuma, Rajabu Waislamu utawaona wasiofunga Jumatatu na Alhamisi na siku nyeupe, lakini Rajabu wanafunga. Lakini Shaabani ikiingia, khalas, saumu zimeshafungwa, wangojea Ramadhani, washughulika na mambo ya dunia. Hasa Mtume akamwambia Usama, mimi nafunga sana Shaabani kwa sababu mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao watu hughafilika sana na ibada, wanafanya ibada kwa wingi Rajab wakijiandaa na Ramadhani, lakini Shaabani wanaghafilika. Kwa hiyo mimi nafunga katika mwezi wa Shaabani nisiwe kama watu wengine, nataka niwe mstari wa mbele katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinyi wafuasi wangu muweze kuiga. Mtume akaendelea kumwambia, wa huwa shahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao amali za waja zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. Basi mimi napenda sana amali zangu zikipandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala niwe mimi nimefunga. Na sisi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafaa tumuige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufungeni kwa wingi katika mwezi wa Shaabani ili amali zetu zikipandishwa iwe sisi tulikuwa tumefunga. Ndugu zangu Waislamu, waweza ukafunga, naweza nikafunga na mtu asikujue kwamba wewe umefunga, lakini Mtume alifunga mpaka masahaba wakajua kwamba Mtume amefunga. Kwa nini? Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alizidisha sana katika kudumu kwenye saumu, na jambo hili akaliwekea umuhimu mpaka macho ya watu, macho ya masahaba wake wakajua kwamba Mtume yuwafunga sana, ili hali amali ya saumu ni amali ya nini? Ya siri. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumwigeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mungu asema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sisi Waislamu tuna kiigizo kizuri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama atupa habari hapa ya kwamba sisi umma wake tuwe mstari wa mbele katika kufunga sana katika huu mwezi mtukufu wa Shaabani. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi yafaa ajue ya kwamba amali ya saumu
yuqidhul jawarih, amali ya saumu inaamsha viungo vyako. Ikiwa utakuwa na tabia ya kufunga sana, basi viungo vyako havilali, viungo vyako vinaamka, vinakuwa na hamu ya kufanya ibada nyinginezo, pia kusoma Qur'ani, kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali usiku, swala za sunna na hali kadhalika. Lakini ukiwa nyuma katika ibada hii ya kufunga, viungo vyako vinalala, na viungo vikilala unakuwa mvivu katika kufanya amali ambazo zitakwenda kukufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwezi wa Shaabani huu, kila mmoja katika sisi ajishughulishe sana katika amali hii ya saumu, ili awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia awe ni mmoja katika kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwaona mwenzako ameghafilika kidogo, mkumbushe, na ukimwona hataki kukumbuka, aendelea vile vile, wewe usimuige, wewe endelea kufunga. Ukimwona mwenzako wamuhimiza usiku asali, lakini wamwona aregea nyuma, basi wewe usimuige, wewe usiku inuka uweze kuswali. Lengo lako na shabaha uwe ni katika wale waja wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu ikiwa atajitolea kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakwenda kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja katika kumuiga Mtume ni sisi kuwa mstari wa mbele katika kufunga huu mwezi wa Shaabani na miezi mingine hali kadhalika. Ikiwa tunataka kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuinukeni usiku tuswalini salatu tahajjudi, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kuna watu watatu Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana. Watu aina tatu Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuna na watu watatu Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wale watatu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana, mmoja ni yule ambaye aliwaendea wenzake, fasaalahum billahi, akawaomba kwa ajili ya Mungu. Walam yasalhum biqaraba, hakuwaomba kwa ajili ya undugu ulioko kati yake na wao, lakini alipokwenda kuomba, hawa ni waislamu wenzangu wamekaa hapa, mimi nina shida zangu, hata nikawaombe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alipokwenda kuwaomba, famanauhu, wale ndugu zake waislamu wakamnyima kile alichokiomba, hawakumpa. Na hii tabia tuko nayo, takuja mwenzetu atuombe, kumpa hatumpi na kumsengenya, ankosa kazi ule. Hakuna atakaye kuomba, japokuwa wako wengine hupenda kuomba, watapeli, lakini si wengi, kwa sababu kuomba ni jambo zito sana, mpaka ujikaze. Sasa mwenzako amekuja kukuomba au kuja kuwaomba, mukamnyima. Lakini mlipokataa kumpa kile alichowaomba, mmoja wenu akainuka nyuma yenu bila nyinyi kujua, fa'atahu sirra, akampa ule muislamu mwenzenu kile alichokuja kukiomba kwa siri. La ya'lamu bi atiyati illa Allah walladhi a'ta, hakuna aliyejua yule jamaa alitoa nini akampa, isipokuwa anayejua ni yule aliyetoa na aliyepewa peke yake. Hapa tuonyeshwa nini? Ni kwamba ukitoa sadaka yako itoe kwa siri. Mwenye kutoa sadaka kwa siri, Mtume asema Mungu mja huyu ampenda sana. Kwa tukitoa sadaka zetu tutoeni kwa siri inshallah, ili Mungu atupende. Japokuwa hubidi saa nyingine tuwafanya michango misikitini, lakini safisha nia yako, natoa hii watu waniona natoa, lakini natoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na imebidi nitoe. Na mchango pia Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya, si jambo la makosa. Lakini ukitoa sadaka yako kwa siri ni aula zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala huwa anakupenda sana. Mtu wa pili anayependwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala, tuarudi katika kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ni yule mtu aliyetoka kwake na wenzake kwenda katika mashughuli mbalimbali, jua kali kama siku hizi, ikifika usiku wamechoka tabani, lakini ilipofika wakati wa kulala wenzake wakalala, yeye akalala kidogo, wenzake wakalala kama ponomwani, yeye juu ya kuchoka kwake akasema haiwezekani, lazima niamke mimi nipate udhu ni swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ampenda sana mja huyu mwenye kuamka usiku kuswali swala za nini, za sunna au salatu at-tahajjud. Tujihimizeni katika sunna hii pia ya kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tupate kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu anayependwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mwenye kujitolea kwa ajili ya Mungu, hata kama yeye atapoteza uhai wake au hata kama atapoteza mali yake yote, lakini kalimatu la ilaha illa Allah inuke juu. Huyu naye Mungu ampenda sana. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujikurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hizi amali za sunna kwa ajili ya kutafuta mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tumefika katika wakati mzito, wakati mgumu, wakati wa fitna, mpaka ukionekana wewe usiku wainuka kuswali, mwenzako akuona wewe ni mjinga. Ukionekana wewe wafunga sana, ambao tunawalia hapa jiranini bwana, yeye kila siku mkufunga tu basi, hachoki mbia huyu bwana. Usiogope, ni wakati Mtume aliubashiri utakuja. Mtume akasema yati ala nasi zaman alqabidh ala din kalqabidh ala jamb, itakuja zama wale wenye kushika dini ni kama walioshika makaa ya nini, ya moto. Na wakati huu umefika kwetu hivi sasa. Hasa usighafilike. Kuna wenzako hawafungi Shabani, wewe funga kwa wingi. Wenzako hawaswali usiku, wewe swali. Kiingia msikitini mwenzako ndio mwanzo kuingia kwenye TikTok kuangalia hanasa, angoja khatibu apande msikitini, wewe shika safu wako soma Qur'an, au simu yako kubwa itumie, angalia aya za Qur'ani ziko wapi usome. Usijifananishe na watu wenye kughafilika, jifananishe na watu ambao wameamka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa katika dasturi kama hiyo au mwenendo kama huo, basi utapata khairi za Allah nyingi sana na utapata mahaba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hili Mtume alibashiri akasema, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba. Qila ya Rasulullah man alghuraba? Qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Mtume salama akasema, Uislamu ulianza mgeni na utarudi Uislamu uwe mgeni. Na twayaona haya leo hii Uislamu umekuwa subhanallah hata haisemeki. Ukiwaangalia wanaume kwa yao, ukiwaangalia wanawake kwa yao, hujui ubashiri kwamba walioongoka ni wapi sasa. Lakini unapoona hali kama hiyo, wewe ukasimama wima kutengeneza yale watu ambao wanayaharibu, Mtume akwambia wewe ndiye mwenye furaha za hapa duniani na kaburini na kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusikubali kughafilika katika mwezi wa Shaabani, kwa sababu ni mwezi ambao una fadhila nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, na kila amali ambayo watu watakuwa wameghafilika nayo, wewe ukajitahidi usighafilike na amali kama hiyo, ukaitekeleza kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, wewe unapata malipo makubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Moja katika amali ambazo Waislamu wengi wanaghafilika nayo ni salatul fajri, na hili laonekana miji yote, mitaa yote, misikiti yote. Wanaoswali siku ya Ijumaa hawatoki mbinguni, wako hapa Malindi, hapa mitaani. Wanaoswali sala ya dhuhuri mpaka isha hawatoki mbinguni, wako hapa mitaani. Lakini njoo salatul fajri uangalie vioja, utamkuta imamu na watu 10. Msikiti unaoswaliwa vipindi vingine alal aqali watu 100, watu 50, watu 60, lakini salatul fajri imamu na watu wake 10, 15, khalas wameisha. Wako wapi hawa? Wako vitandani wamelala, wameghafilika. Lakini wewe ukasema hapana, siwezi kughafilika kukosa salatul fajri,
wewe una malipo makubwa utayapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile angalia qiyamul layl, watu wengi wanaghafilika na qiyamul layl, lakini wewe usighafilike, ukaamka usiku ukapata udhu ukasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe una malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Watu wengi wameghafilika na salatul layl. Angalia sokoni, watu walivyoshughulika na biashara zao, wameghafilika na dhikrullah, wameghafilika na salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe ukawa ni mfanyaji biashara uko sokoni, lakini ukasema hapana, biashara nitafanya na Mungu wangu nitamweka mbele, sitomsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe una malipo makubwa sana utayapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Wenzako wameghafilika na dhikrullah, lakini wewe hukughafilika na Allah subhanahu wa ta'ala. Thawabu zako zitakuwa ni nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, na mwezi wa Shaabani nao Waislamu kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba Waislamu wanaghafilika sana kwa ibada katika mwezi wa Shaabani. Hasa wewe ukasema la, siwezi kughafilika, nitafunga kama Mtume alivyokuwa akifunga, nitasoma Qur'ani kwa wingi, nitafanya kadhaa na kadhaa na kadhaa. Wewe Mtume akwambia utapata hasanati nyingi kutoka kwa Mtume, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila mmoja atakikana aamke, asighafilike. Hujui ni leo wala hujui ni kesho utakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalau ukiondoka, umeondoka na zawadi zako zenye kukuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, tumetaja nyuma ya kwamba amali za waja hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Shaabani, amali za mwaka. Na pia tusisahau kila wiki amali zetu hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume akasema, ukamwona Mtume akiwa kifunga Jumatatu na Alhamisi, kila wiki amali zetu hupandishwa, na lengo lile lile. Mtume asema, napenda amali zangu zikienda kwa Allah iwe mimi nimefanya nini? Nimefunga. Kwa vile vile siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi tusibaki nyuma, tufungeni ili amali zetu zikienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwe sisi tumefunga. Ndugu zangu Waislamu, kama tunavyojua kwamba mbingu hufunguliwa Jumatatu na Alhamisi, amali za waja zikapandishwa kwa Allah, vile vile tujue anna al-a'mal turfa'u ila Allah azza wa jalla tiwala shahri Shaaban. Mwezi wa Shaabani mzima amali za waja zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata tusibakie tu pale pa Jumatatu na Alhamisi, pia tuje hapa katika Shaabani tuweze kuwa mstari wa mbele kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pale Mtume aliposema, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun, napenda mimi amali zangu zikipandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe mimi nimefunga. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani ni mwezi wa saumu, mwezi wa Shaabani ni mwezi wa qiraatul Qur'an, mwezi wa Qur'ani ni mwezi wa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu wa Shaabani kuna amali ambazo ni mustahabba Waislamu wazifanye au wawe nazo. Amali ya kwanza ni salamatul qalbi. Kila mmoja ausalimishe moyo wake, ausafishe moyo wake. Toa chuki katika moyo wako, kuchukia Waislamu wenzako. Ondosha uhasidi katika moyo wako. Na haya maradhi tuko nayo, Mungu atupoze, atuponye, lakini haiwezekani mpaka tuweke nia. Ugonjwa huu wa bughdha, chuki, Waislamu hatupendani, kuanzia hao maamuma mpaka maimamu, kuanzia maimamu mpaka maulama, mpaka mashekhe, mpaka wanaojiita mufti, hawapendani. Kila mmoja hataki mwenzake apate maji ya kunywa. Mungu aongoze, na sisi maamuma pia Mungu atuongoze, na sisi vio Rivan Sufi pia tunaopanda mimbarini pia na sisi Mungu afanyeje? Atuongoze.
lakini ni ugonjwa tuko nao. Chuki zimejaa katika nyoyo za Waislamu. Ni amali moja mzuri katika mwezi wa Shaabani, safisha moyo wako na chuki, ondosha uhasidi. Sisi ni mahasidi. Hutaki mwenzako apate maji ya kunywa, wataka upate wewe peke yako. Itawezekana? Wama min dabatin fil ard illa ala Allah rizquha, yoyote ile kwa ardhini hapa riziki yake kwa Allah. Sasa hutaki Mungu ampe ule mwenzako riziki, panda ngazi basi uende mbinguni, kamwambie Mungu usimpe huyu. Taweza? Uwezi. Sasa acha uhasidi Muislamu. Ukiwa hasidi wajitia katika hasara. Amali zako zote unazofanya zinakwenda na maji ya mfumo na uhasidi wako ulionao. Na si Waislamu leo tupo mahasidi, na si kidogo, ni wengi. Wasio mahasidi ni wachache. Kwa hiyo katika mwezi huu wa Shaaban tujaribuni sana maradhi haya kuyaondosha, tusafishe nyoyo zetu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam' wa huwa shahid. Hapa Mungu ataja moyo. Katika hilo pana ukumbusho, kwa maana watu wakikumbushana panapatikana ukumbusho, watu wakakumbuka, wakaacha mabaya, wakafuata mazuri. Lakini Mungu asema si kwa watu wote, liman kana lahu qalbun, kwa kwamba ana moyo wa kusikia mazuri kuyafanya, mwenye moyo wa kusikia mabaya akaweza kufanya kuacha, au alqasama wa huwa shahid. Kwa hivyo moyo wako safisha, nyoyo zetu tusafishe. Ikiwa tutaswali sisi, tutafunga, lakini nyoyo zetu ni chafu, tuna bughdha, mahasidi, hatuna takachokipata mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kullah wa idha fasadat fasada aljasadu kullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, jueni katika mwili kuna kinyama. Ala inna fil jasadi mudgha, jueni katika mwili wa mwanadamu kuna kinyama. Kinyama hiko tikitengea, mwili wote unakuwa safi, unachengea. Na kinyama hiko tikiharibika, mwili wote unaharibika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala wa hiya alqalb. Msitafute kinyama gani, ni moyo huo. Kwa hiyo moyo wako ukitengea, ukiwa mzuri, amali zako zitakuwa mzuri. Moyo wako ukiwa mbaya, na mwili wako utakuwa mbaya, na matendo yako yatakwenda kuwa mabaya. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana kama Waislamu kwenye miezi yote, lakini mwezi wa Shaabani tujilazimisheni sana sisi kusafisha nyoyo zetu, ili kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tukifanya amali zetu Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuzikubali. Ndugu zangu Waislamu, amali ya pili muhimu ambao sisi taikana tuwe nayo katika mwezi wa Shaabani ni al-iktharu minas siyami, tukithirishe kufunga kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akifunga. Vile vile katika amali nyingine muhimu tunatakana sisi kuifanya au kuwa nao katika huu mwezi mtukufu wa Shaabani ni kuunga vizazi vyetu. Kila mmoja katika sisi, ikiwa pengine katika familia yake kuna moja mbili umekwaruzana, basi haraka patiliza, nenda ukatafute sulhu, muweze kuwa kitu kimoja, ili saumu zenu mkifunga Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuzikubali. Tusikae shetani akatudanganya, nafsi ikatudanganya, huku wafunga Ramadhani, huku una chuki na mamako na wako hao, huku wafunga Ramadhani, huku una chuki na babako, hampishiani salamu, huku wafunga Ramadhani uwe na ndugu zako baina samai wal ardhi, wapoteza wakati wako. Siku ya kiyama hupati rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ithnani la yanzuru Allahu ilayhima yawm alqiyama, qati'ur rahim wa jaru su'i. Kwa hivyo tusibaki nyuma tukapotezwa na nafsi zetu na shetani, tukawaasisi kupigana vita ndugu kwa ndugu, kutetea vitu vya dunia visiokuwa na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi mwezi huu wa Shaabani ajiandae sana kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili apate daraja, akiondoka hapa akastarehe katika maisha ya milele. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة السميع العليم وهو البر الكريم فاستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia katika mwezi huu wa Shabani ni sisi kuhifadhi swala zetu kwa wakati wake siku zote. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Lakini mwezi wa Shabani tuzidisheni sana kuhifadhi swala zetu, kuziswali kwa wakati wake tuliowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani ikiingia iwe tumezoea, tuko mstari wa mbele. Vile vile salatul fajri na salatul isha tujaribuni sana kuswali kwa jamaa nyuma ya imamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema swala mbili hizi, swala ya isha na swala ya alfajri, ni nzito sana kwa wanafiki. Sasa tukiwa tutakuwa sisi salatul fajri hatuonekani kwa jamaa nyuma ya imamu, tumejipamba na sifa ya munafiqun. Swala ya isha tunapungua, tujipamba na sifa za almunafiqun, ambao kwamba ni sifa mbaya sana sana. Mtume sallam akasema lau watu wangejua fadhila ziliyoko katika swala ya isha na salatul fajri la atauhu walau rakwa, wangaliendea swala mbili hizi hata kama ni kwa kutambaa, kwa sababu zina fadhila sana kabisa. Tuhifadhini swala zetu kwa wakati unaofaa. Pia tuwe na pupa kupata takbiratul ihram nyuma ya imamu. Usikae kule birikani, kule miferejini, huku swala ukimiwa wene Arsenali, Manyu, Simba na Yanga nini, hata imamu atasoma suratul Fatiha, atasoma na sura nyingine, kifika pala kabla hajarukuu na tunarimia swala basi tumekwenda. Hapana, wajipotezea wakati wako, wajitia hasara. Fanya bidii upate takbiratul ihram nyuma ya imamu. Vile vile katika mwezi huu tujalizipisheni sana sisi kama Waislamu kukithirisha kufanya amali za suna aina mbalimbali. Vile vile tukithirisheni qiyamul layl walau birak'atayn, hata kama kwa raka mbili. Usikose Muislamu kuswali zile raka za suna za usiku, ili tuwafuate wale salafuna salih waliochangulia kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, waja wema waliochangulia waliata shughuli zao nyingi katika mwezi huu wa Shabani, ikawa kazi yao ni kujishughulisha na kufunga na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma Qur'ani na qiyamul layli kwa ajili ya kupata fadhila na daraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi basi baada ya kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam pia tuwaige salafuna salih, lengo letu kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahumma arda anil arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin wa an baqiyati ashabi rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la haja min hawaiji ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana warham mautana برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.